Naam, hujambo ndugu mpenzi mtazamaji wa Magomeni Gospel TV. Kipindi hewani ni umejifunza nini, na mimi ni Frank Sentore. Kipindi chako pendwa kimerudi kwa hali ya juu yenye HD nzuri, kwenda hewani. Mradi kwa nia ambao kama tufuatilia tuliweza kutoka hapa katikati, na sasa tunaendelea kama tulivyokuwa tunaendelea toka zamani. Kila mtu mmoja mmoja nieleze kwamba mimi nilikutana changamoto gani wakati nafanya huduma. Amina. Labda kama wewe fanya uchujaji, labda kukutana changamoto katika kufanya uchujaji. Namshukuru Mungu kwa sababu nilifanya kazi ya uinjilisti Mwanza. Changamoto ya kwanza, aliniambia njoo kesho. Siwezi kukusikiliza kwa leo. Changamoto nyingine, akaniambia mume wangu amekataa kuhubiriwa neno la Mungu. Changamoto nyingine, analeta tu vijisababu. Yaani kama unajua kuna watu wameshikiliwa maagano, wana roho nzito. Hasa pale kwenye ulimwengu wa roho unapofika wewe, yule mtu akishaanza kuleta vijisababu, inatakiwa kama umeenda na mtu mwingine anastahili kuanza kuomba kwa nyuma kimya kimya, asielewe kama unaomba, kwa sababu zile changamoto anakuletea na unaridhia unaondoka. Kumbe pale Mungu amekupeleka kumuokoa. Hizo changamoto ndio nilizokutana nazo. Mtu anakuambia kabisa usiingie getini kwangu kabisa. Tena ukigonga unashangaa panga hilo hapo. Amina, unashangaa panga kabisa, anakukimbiza na panga. Hiyo ni changamoto. Lakini usiishie hapo. Bado kuna wengine wanahitaji kukombolewa. Mimi sikukata tamaa, beba panga kabisa kusema wewe umeokoka. Wewe sisi ni Waislamu, hatutaki kusikia hicho kitu. Amina. Lakini nilirudi tena. Nikarudi mara 3, akanipokea. Dada, nashangaa kukupokea, moyo wangu umekubali. Hapo niliingia kwenye maombi ya siku 3 kabla. Kwa sababu unapoenda kufanya kazi ya Mungu kuna changamoto, na zile changamoto usiziogope. Maana utasema ninaziogopa, lakini pale ni Mungu anataka, ndio baraka zako zipo. Ili ushinde, rudi tena. Kwa hizo changamoto nilibebewa mpaka panga. Tena Capri Point Mwanza huko kama mnapasikia. Lakini sikuchoka, nilishuhudia watu ambao nimewasimamisha zaidi ya 100. Yaani wewe umefanya jinsi mwenyewe zaidi ya watu. Zaidi ya 100. Changamoto tu. Hiyo kafuta atakwambia kwamba atakusikiliza. Wakati anapokusikiliza unatumia muda mrefu. Lakini mwishoni ukitegemea kwamba sasa ataifikia, unakuta anakwambia mimi nimeshasikia sana hizo habari. Kwa hiyo nimeshasikia, nimeziona za kawaida. Lakini pia nilikutana na mzee mmoja kashika dini kweli. Wazee wa imani. Wazee wa imani. Yaani yule kashika dini, kashikishwa. Nilipoenda Tabora. Yule mzee ni Katoliki. Yule mzee alishika dini, akawa yaani hata kule kutukaribisha ilikuwa ni jambo gumu kwake, kwa sababu alikuwa kama hivyo anasema kwamba hizo habari hizo yao walikuwa wanasema wazoea. Wazoea walikuwa naweza kumwambia labda katika usomaji wa Biblia unajua labda katika miaka hii kuanzia mwaka 1 mpaka 30 Yesu alikuwa akifanya nini, kwa sababu inaonekana kama amekaa miaka mingi hajafanya injili. Tunakuja kuona kwamba kuna amefanya miaka 3 tu ya injili toka hajafanua ni kubwa naongezeka vile Biblia inasema kwenye maongezeko yake yote walikuwa tunakumbusha na maisha. Sasa kusema kwa kupendeza Mungu na wanadamu, lakini naweza kusema kwamba ya kusema kama tunataka hajakupanua sana, ila haposema ndio rasmi sana ile miaka 3 anasema ya huduma ile miaka 3, yaani kwamba ameacha kama vile ameondoka sasa kwenye familia, unaanza kusikia habari za kula na kuja rasmi akaingia kwenye moja kwa moja, haikama vile ambavyo kwenye kanisa letu tu watu wanafanya. Kuna mchungaji ambaye yani
yani yeye hajihusishi na mambo mengine yoyote, kazi yake ni kwa habari ya Injili peke yake. Maanake Yesu hata alijihusisha moja kwa moja, hakujihusisha na mambo mengine, alijihusisha moja kwa moja na mambo ya Injili peke yake. Kwa hiyo inawezekana, Biblia haijasema, lakini inawezekana Mungu alikuwa anaifanya kazi ya Mungu na anafanya kazi za wazazi. Kwa hiyo inawezekana hiyo kazi alikuwa anaifanya kama vile ambavyo mzungumzaji amesema, alionekana anazungumza. Maana kama alikuwa anahojiana nao yale maneno, ile kazi ya Mungu. Inawezekana alikuwa anaifanya ile kazi kwa hiyo miaka, lakini sio ile rasmi sasa ile ya bacha nyingine yote. Sasa hii kazi tunawachia watazamaji wetu pia watuambie. Sasa watazamaji wetu tunawachia swali moja, hii mtatuambia, je, katika zenu za kusoma teolojia au Biblia, unaweza kutuambia hii miaka 30 ambayo hatujaiona kwenye Biblia Yesu alikuwa anafanya nini? Ni kitu gani kilikuwa kinaendelea pale? Kama unaweza kujua au na mstari wa Biblia au umesoma teolojia, hebu tuambie hapo kwenye comment. Mpaka hapo tutakuwa tuna ziada. Tukutane katika kipindi kijacho, na Jumapili ijayo tutakuwa na kipindi cha Umejifunza Nini kimekuja sasa rasmi kwako. Endelea kufuatilia na usikose kusubscribe katika channel zetu za Magomeni All Nation. Moja kwa moja unatupata pale YouTube, Facebook, TikTok, hata Instagram pia unatupata kama Magomeni All Nation. Karibu TG Magomeni inayopatikana hapa Magomeni Mikumi, mkabala na kituo cha mwendokasi. Usikose ibada zetu za kila wiki, ambapo Jumatano tunakuwa na ibada ya jioni kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 1, lakini pia tunakuwa na ibada ya Ijumaa ambayo inaanza saa 11 mpaka saa 4 na inakuwa moja kwa moja na mkesha mpaka saa 4 ile usiku. Lakini bila kusahau pia Jumapili kuna ibada nzuri tatu. Ibada ya kwanza inakuwa ya Kiswahili, inaanza saa 12:30 mpaka saa 2:30, lakini pia tuna ibada ya Kiingereza ambayo inaanza saa 2:30 mpaka saa 4:30, lakini pia tuna ibada ya tatu ambayo pia inakuwa ya Kiswahili ambayo inaanza saa 4:30 na kuendelea mpaka majira ya saa 6. Usikose katika ibada zetu. Karibu na mchungaji wetu kiongozi Ezekiel Mkamba anakukaribisha sana. Mungu akubariki sana. Uko nami Frank Santore. Hii ni Magomeni Gospel TV.